Rwanda vipi? Hela inaondoa heshima kiasi hiki? Rwanda imeingia mkataba wa paundi takriban milioni 150 ili ipokee wakimbizi haramu watakaodakwa nchini UK. Mpango wa aina hii muasisi ni Macron wa Ufaransa. Yeye aliingia mkataba na Libya pamoja na kuhamishiwa wakimbizi haramu toka Ufaransa kwenda Libya. Mkataba wao pia unaitaka mamlaka ya Libya kuzuia wanapenda Libya ili waende Ufaransa. Mkataba huu umesababisha haya: 1. Kuongezeka kwa wahuni wanaosafirisha binadamu, human traffics. Libya inalipwa kulingana na wingi wa wahamiaji haramu wanaorejeshwa Libya. Sasa kinachofanyika ni kuhakikisha wahamiaji haramu wengi wanaenda Ufaransa ili wakamatwe, ili malipo yawe endelevu. Ni akili ya biashara. Kama utalipwa kwa idadi ya mbuzi wanaokamatwa wakila mazao, si utahakikisha mbuzi wengi zaidi wanakula mazao? Hatutataka mbuzi waache kula mazao. Kuna kila dalili. Inasemekana mamlaka za Libya zinashiriki biashara hii. Zimefungua makambi ya kuhifadhi wakimbizi wapya na wanaodakwa Ufaransa. Yaani biashara ya binadamu imefanywa halali na wanaodai wanajali haki za binadamu. 2. Libya kuna mamlaka zaidi ya 2, japo moja ndiyo inatambuliwa na AU. Zote zimeona hii ni njia mojawapo ya kujipatia kipato cha kuendesha harakati. 3. Makambi yaliyoanzishwa kwa harama za Ufaransa yamegeuka mateso, haswa kwa watu weusi. Awali haikuruhusiwa kujenga makambi ya kuhifadhi binadamu, sasa yanajengwa kwa hela ya Ufaransa. Watu wanateswa, alafu mtu akitaka mkazi wa ndani au kibarua anamnunua hapo. 4. Makambi haya yanaendeleza ubaguzi. Yapo ya wa grade A, Wahindi, Waarabu, Wazungu, wa Latino, na yapo ya grade B, watu weusi. Yote huduma mbovu, lakini ya Waafrika weusi ndio balaa haswa: kubakwa, kulawitiwa, kupigwa, kunyimwa chakula. Dunia inaona, lakini iko kimya. Umoja wa Afrika unajua, lakini nao haujafanya lolote la maana zaidi ya kukemea. Hakuna tena kina Nyerere, Kaunda, Mandela. Sasa jirani na mwanachama mwenzetu wa EAC na AU kachukua hela naye apokee wakimbizi haramu toka UK, na huenda hatahojiwa. Hii kusema ukweli ni biashara haramu na bidhaa ni binadamu. Halafu mkataba huu na kipengele cha ajabu: hata ombi la kupewa ukimbizi UK ikikubaliwa, bado utapelekwa Rwanda na utahesabika huko UK. Je, sisi kama majirani wa Rwanda hatutaathirika? Fikiria, Muhindi wa Bangladesh aliyezamia UK aletwe Kigali, hata tamani aende Dar au Nairobi kwenye Wahindi? Tumuulize Kagame, kwa nini hela imemtoa utu kiasi hiki? Hebu fikiria, kijana kutokea Pemba zamia London, halafu wadakwe apelekwe Rwanda. Si kichekesho? Saa ingine wazungu wanavaa suti, lakini akili kolo. Miaka 4 iliyopita Uholanzi ilianzisha mpango ukiitwa A Tax for a Returnee. Ulianza kwa kuwalenga wazamiaji kutoka Ghana. Yaani ukiwa Uholanzi ukikubali kupewa tax, unarudishwa Ghana kuanzia biashara ya tax ili usitamani kwenda Uholanzi. Tukawaambia mnajaza gunia upepo. Wakadharau. Matokeo wa Ghana wakaambizana, twendeni Uholanzi tukachukue taksi za bure. Mtu anarudi Accra, anaenda ubalozi wa Uholanzi, anapewa taksi mpya, anampa ndugu, yeye anarudi Uholanzi, au anawezesha ndugu waende Uholanzi. Waholanzi wakashtuka. Wakimbizi ndio wanamiminika tena. Wengine ni ambao walirudi na kupewa tax, wameanza upya kama bwege. Rwanda itashangaa imepokea Wakenya, Waganda, wa Zambia, Warundi, wa Kongo, wa Niger, Wahindi, Waarabu na kuendelea. Itaweza au itatusababishia matatizo East Africa Community? Au na Tanzania tuingie mkataba huu na Belgium, Canada, US na Finland? Waletwe. Imeandaliwa na Yahaya Msangi. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.